Baada ya kuwa umesha mwenyeji wanafunzi wako kwenye darasa husika na kufahamu wanafunzi wako wanaofanya masomo fulani na masomo ambayo hawafanyi, itakusaidia kuweza kutumia mfumo wako vizuri. Hatua inayofuata tuone attendance inafanya vipi kazi katika darasa husika. Utaingia sehemu imeandikwa attendance. Sasa hii sehemu ya attendance, jinsi ilivyokuwa na usajili wa walimu hapo awali, kama nilivyotoa maelekezo, kuna ile trainee na kuna ile assistant admin. Ukimsajili assistant admin anaweza kuingia kwenye mfumo na akaita majina kutokana na darasa alilokuwa amepangiwa. Kwa baada ya hapo utafika sehemu hii search form, kwa sehemu ya kujumlisha. Ili uite majina lazima uchague darasa unaoenda kuita majina. Uweze kuita majina bila kuchagua darasa. Kwa utachagua darasa ambalo unaita majina. Mfano tutumie darasa la 6 ambalo nimesave kama sample. Utafika hapo utachagua mkondo. Unataka kuita majina mkondo gani? Kwa hiyo hapo utachagua kama ni shule yako na mkondo, hapo utaikuta mikondo yote. Kama unataka uite majina tu wanafunzi wako wote bila kuwagawanya katika mikondo, that's fine. Utakuja hapo hapa kwenye kuchagua mkondo hautachagua, utapaacha. Utakuja sehemu pameandikwa search wa study. Yaani huo mwaka, year of the study. Mwaka gani? Kwa utachagua kwa mwaka 2025. Unataka kuita majina jinsia gani? Kwa unataka kuita majina wavulana tu, unachagua wavulana tu wanakuja. Wasichana tu utachagua wasichana tu wanakuja wasichana peke yao. Kwa hiyo sehemu ya sex mara nyingi hatushauri tunataka waje wote ili uite majina kiurahisi. Majina unayotaka kuita wewe, haya majina ni ya tarehe ngapi? Kwa sababu hapo kwenye tarehe, labda leo ni tarehe 16. Utabonyeza tarehe 16. Utabonyeza set. Baada ya set tutakuja huku. Hapo pameandikwa normal. Haya majina unataka kuita wewe, unataka yakae kwenye muundo gani? Yakae kwenye zile tali kama za kwenye attendance ya kawaida, au tuweke kwa Kiswahili? Mwanafunzi ambaye yupo tuweke Y, mwanafunzi ambaye hayupo tuweke H, au Kiingereza mwanafunzi ambaye yupo tuweke P ambayo ni present, mwanafunzi ambaye hayupo tuweke absent ambaye mtoro au hayupo. Kwa utachagua, ila walimu wengi tunapendelea sisi ya normal. Hayo majina unayoyaita yaite kwenye muundo gani? Yaite tu asubuhi peke yake au yaite asubuhi na jioni kama tunavyoita mashuleni kwetu? Utachagua hapo both, yani asubuhi na jioni. Kama utachagua tu single, labda asubuhi peke yake, that's fine, utachagua single. Kama ni both utabonyeza hapo both. Tarehe, sasa hii hapa starting date na ending date itakuonyesha hatua inayofuata. Kwa utakuta wanafunzi wetu wote darasa la 6 wote wapo hapa. Wote ulionao shuleni kwako 107 wote wapo. Wameletwa hapo automatic. Sasa wewe mwalimu mwenzangu, labda upo ofisini, unataka kwenda kuita majina darasani. Labda akaja mwanafunzi, umekaa ofisini, kija mwanafunzi, mwalimu naomba ruhusa. Kwa hiyo utachagua hapa wewe mwenyewe unavyoweza. Kwa hiyo ukaweka present, ukasema huyu labda huyu, ukaenda darasani akaambia huyu mtoro. Hasa hii una wanafunzi 107. Kila mwanafunzi umpitie, umweke yupo au hayupo, tunaona kama itakuletea wakati mgumu. Ndio maana tukaona mfumo uwe rahisi kuweza kurahisishia kazi. Kwa cha kufanya hapa sehemu hii alama ya kijani itakupa option ya wewe kwa hawa wanafunzi wako wote darasani kuwasaini kama wote wapo. Baada ya kushawasaini kwamba wanafunzi wote wapo, wewe sasa utaanza kutafuta yupi ni mtoro, ndio utamwekea alama ya mtoro. Utabonyeza sehemu ya kijani, itakwambia are you sure you want all to mark all student as present? Utasema yes, continue. Utasubiri kidogo, itachakata. Utakuta wanafunzi wako wote hawa 170 umewekewa wote wapo. Sasa ukishapata wote wapo,
labda umemwagiza monitor au umemwagiza mtu akutafutie wanafunzi wa toro ambao hajafika leo kuletea list ya wanafunzi, au utaingia darasani utaanza kutrack wanafunzi ambao wa toro. Ukifika hapo utamwambia labda Juma Jackson huyu hayupo leo, utaandika hapa, utabonyeza hayupo. Huko kwenye save present atatoka. Labda huyu Ibrahim Sabasi Kalombo umeambiwa labda ulipata ruhusa asubuhi, kama mzazi wake alikuja na mtoto akamwambia mwanangu anaumwa, kwa utaandika hapa permission, au utaandika labda mgonjwa. Andika mgonjwa. Mfumo utakuchakatia. Labda huyu Dickson Matofali ni mtoro, utabonyeza absent. Baada ya hapo utakuwa umemaliza hiyo siku husika. Hiyo siku husika utakuwa ushaanza kuta majina, utarefresh. Refresh, taarifa yako itakuwa ya siku hiyo, daftari la zamu, yani attendance ya siku utakuwa umeshaita na umeshaimaliza. Labda bahati nzuri umekuja wakaguzi, wanataka attendance ya mwezi uliopita. Kwa utaingia hapa kwenye utachagua darasa. Darasa langu mimi darasa la 6. Haya, stream. Kwenye attendance tunashauri tuchukue stream moja, labda stream A, sababu kila darasa linatakiwa wanafunzi 45 kama attendance inavyosema ya darasani. Kwa hiyo na stream ya kwanza, stream ya pili, mpaka stream zako zote kama unazo 10 zote hapo utazipata. Labda na stream A mwaka 2025. Section utaacha hapo kama palivyo, tarehe utaacha kama palivyo, sababu uiti majina unachukua attendance. Unataka attendance yako ikae kwenye muundo gani? Hapo kwenye portray, hapa kuna portray na landscape, ikae kwenye usimamo au mlalo. Mara nyingi tunaamini attendance hata zile za madarasani zimekaa katika hali ya ulalo. Utachagua landscape ili upate kubwa na inaonekana. Hapo kwenye normal ndani tulikubaliana toka awali. Hapa kwenye categories tunataka both. Tarehe sasa unataka attendance ya kuanzia lini? Hapa unapata option zote. Iko very automatic. Nataka attendance ya mwezi wa 9. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9. Utachagua. Mpaka lini? Mpaka tarehe 30 mwezi wa 9. Hapo utabonyeza. Utaseti. Ukisha seti huku hapa tabaki pako open, sababu wewe unaenda kutaka attendance au uite majina. Yes, hapa pameandikwa download, hii sehemu ya download, utabonyeza download yako. Subiri dakika kadhaa, mfumo wako utachakata, utakuandikia attendance kuonesha download mara ya kwanza, utabonyeza download. Baada ya kubonyeza download, tutasubiri dakika kadhaa, mfumo uko faster, tayari isha download. Tutataka kuiona hiyo attendance jinsi ilivyokuwa downloaded. Tuone attendance iliyokuwa imedownloadiwa. Utatoka hapo, tutakwenda kwenye file letu na file manager ambayo tumelisave. Tutakuta attendance yetu hii hapo juu uliokuwa umedownload. Kwa utaifungua kujihakikishia. Baada ya kufungua attendance yako utasubiri kidogo, attendance yako itaenda kama ilivyo hivi. Wanafunzi wako wote wa darasa lako wote wameletwa, jina la shule, namba ya shule na taarifa za shule, jina la wanafunzi, admission number, namba zao, jinsia, mwezi mzima ambao ulikuwa unataka kuita majina, darasa lako la 6 mkondo A, tarehe kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 mpaka tarehe 31 mwezi wa 9. Kwa hiyo imekufungia mwezi, kila mwanafunzi amefunga mahudhurio yake. Mahudhurio ya darasa zima imekufungia kama kwenye attendance unavyoona. Asilimia za mahudhurio imekuwekea. Wastani wa mahudhurio ya wavulana imekuwekea, kwa kuwa hawa wote walikuwa ni wasichana, au mkono wa wasichana, kwa hakuna mvulana. Kwa unaona jinsi ilivyo. Wastani wa mahudhurio ya wasichana asilimia 43, wastani 43.45, asilimia ya mahudhurio asilimia 96.56 au 56. Imekufungia mwezi kama ilivyo kwenye attendance. Kama ilivyo kwenye attendance ya kawaida. Kama ilivyo kwenye attendance ya kawaida. Kwa mfumo uko very smart. Very smart. Kwa unachagua tu wewe unataka mkondo gani kutoa hiyo attendance zako, utapata attendance zako zote. Kwa kazi yako wewe ni kuprint na kuhifadhi.
Hatua inayofuata tutaona namna gani tunaweza tukatraki daftari la zamu.